Asa mume wangu unaniambia tena uko Arusha na unaenda tena Tanga. Si urudi kwanza Dar es Salaam. Kwa nini hamna askari wengine kwa nini usitafute? Unarudi lini tena huko nyumbani? Njoo bwana, nimekumisi mume wangu. Sema mimi nipe hiyo soda yangu bwana. Naona jamaa ameniachia hapa kipindi. Sema mwambie hivi. Siku nyingine sio anaweka soda hizi tu. Sio wengine tunakunywa 7 hapo. Sio kila saa tunaweka Pepsi. Mwambie aweke na 7 hapo. Sio anaweka soda hizi kila siku Pepsi. Bwana Pepsi tu. Salama bwana. Safi vipi hali? Salama tu. Bwana ndugu yangu, mbona umepita pale? Niko pale. Ndio. Na shida kidogo. Ndio. Tuongee mimi na wewe. Sawa, lakini maongezi gani? Maana mimi wewe sikujui na mimi unijui, japokuwa mimi kiongozi. Lakini mimi wewe sikujui. Unaposema sawa. Lakini kila siku unasemaje? Mgeni na mwenyeji. Mimi ni mgeni. Hapa nilipofika. Sasa hivi nimetoka kwa gari moja Passion. Nimekuja na shida. Na ukiwa na shida, mwenyeji wako ndo kukusaidia shida yako. Ndio. Utanisaidia. Hata mwenyewe unaniona huko Mama Samia, huko Alakei, mbunge wetu na waziri. Si unaniona? Sisi wa Tanzania. Sawa. Bwana wewe sio utapeli. Sina utapeli wani. Mimi nina shughuli zangu na biashara zangu nafanya. Sasa kuna dharura imetokea ndio maana nikaja hapa. Unafanya shughuli gani? Mimi nafanya biashara. Usinizanie kwa wasiwasi. Sema sasa shida yako. Mimi nataka tukaongee mimi kuna nina mengi ya kuzungumza na wewe. Lakini mipango iwe mizuri. Mama watoto. Unafahamu fika mimi shughuli zangu. Na masuala ya usalama. Kulinda raia na mali zao. Lakini zaidi nipo kwenye kitengo cha masuala ya upelelezi. Binafsi nashukuru sana kwa sababu kupata nafasi hii. Maana ni nafasi ambayo sio kila askari anaipata. Ila ni neema ya askari kupata nafasi hii, sawa sawa. Ni kweli nilikuwa Mbeya kwa ajili ya harakati za upambanaji, kupeleleza matukio mbalimbali ya kiserikali ambayo tunaagizwa. Nikawa Arusha, eneo Sariva kwa mission za kiserikali. Lakini hapa sasa hivi nimepangiwa kwenda Tanga. Kuna kampuni ya uchimbaji wa madini ambayo ilikuwa inashirikiana na serikali. Ningeobia na serikali. Sasa pana madini yamepotea. Kwa hiyo inasemekana aliofanya tukio hilo amekimbilia Tanga baada ya kufanya research kumtrack kwa kagundua amekimbilia Tanga. Kwa mimi nimeteuliwa kutoka hapo kuelekea huko kufanya investigation ambayo kuhakikisha tunaokoa madini hayo yaliyopatikana na kupotea. Wewe mtani, wewe umeniita huko. Hebu sasa tuongee. Kwa sababu mimi sikutaka pale kukuchanganya. Kwa sababu kule unajua kule pale watu wanakaa wengi wanakuja. Na wewe ulichonitia huko umenita sehemu pazuri sana. Sasa ongea tatizo lako. Mimi hata ukitaka kupeleka kwa waganga mimi nakupeleka. Kuna wasiwasi wako. Sasa nimesikia. Kwanza nashukuru sana. Na nimefurahi sana kwa kusikiliza mpira wangu kutoa. Sawa. Mimi nilifanya biashara madini. Ndio. Biashara. Ndio. Nachukua madini na kuja na salama nauza. Na kijana wangu niko naye pamoja. Tunashirikiana kwenye biashara. Na kama bodi za baba. Kuna mzigo umepotea mazingira kutatanisha. Na yule kijana mpaka sasa hivi simuoni. Kwenye simu kimpigia anapatikana, mara anapatikana.
pengine anapatikana ama anapatikana. Uangalie ndani ya mtandao. Inasoma yuko huko. Yaani kijiji hiki. Mambo ya kisasa Kwenye mtandao. Sio hapa inasoma. Huyu bwana yuko hapa sio. Sio hii. ni kweli. Sasa shida yangu kubwa. Ushirikiano bwana nipate. Maana ni madini yenye thamani kubwa sana. Kwa hiyo najua unalalamika, unapitia magumu, lakini vumilia mke wangu. Sasa mume wangu, mbona unipe muda kukaa na wewe? Mbona busy? Nipe muda basi. Sawa, nakusikia na nakuelewa. Kama hivi ninapopata muda huu tunaotumia mke wangu, mimi nafikiri Ndio muda mume wangu. Unatoka tu juzi Arusha. Umekuja sasa unaleta Tanga. Mimi nakuelewa, ila kabla sijaingia kwenye maisha yako nilikwambia kwamba mimi ni askari na ni mtu wa kusafiri sana. Kwa hiyo nakupenda, lakini kazi pia ni muhimu sana mke wangu. Sawa sawa. Kwa hiyo nitakuwa najitahidi kupata muda wa kuja kukuona tukaendelea pamoja. Lakini wakati mwingine sio mbaya wewe ukiwa unakuja kule nitakapokuepo. Kwani kuna shida wewe kuja kule nilipo? Kuna shida kwa sababu mume wangu ueleweki. Kesho kutoka Arusha. Ndio kama hivyo. Tanga yenyewe unafika, uchelewe utaondoka tu. Kwa sababu ya kazi unayofanya. Sawa basi mimi nimekuelewa. Ila kwa hili naomba unibariki kwanza ningefanya kazi ya serikali. Mambo mengine yote tutaweka sawa. Shaka tuko pamoja mke wangu. Sawa sawa. Unaondoka lini? Natarajia kuondoka kesho kutwa. Kwa hiyo siku leo nitakuwepo hapa. Kesho pia nitapumzika, lakini pia ndio siku ya kujiandaa kwa ajili ya safari. Sasa hebu umeshaandaa hapo chai? Umesikia bwana? Kwa sababu mimi kiongozi. Umeona? Unajua mimi kiongozi wa chama. Alafu serikali iliyokuwa madarakani mimi ndio chama tawala. Umesikia hivyo? Mimi nitakuonesha ushirikiano. Sema mambo yaende sawa. Mimi nitakuonesha ushirikiano, hakuna tatizo. Umesema unaona kuna watu wageni hapa wanakuja. Umeona? Lakini wageni ni wengi. Kwa shauri hapa bila kuficha. Hapa pakubwa, hapa kata hii tarafa sio kata, tarafa hii. Umeona pakubwa wanakuja wageni design nyingi sana. Sasa sijui labda na wewe mwenyewe unatoa mawazo gani? Mimi kwanza nashukuru sana kwa ushirikiano. Afu nyingine labda nikwambie wote shirikisha sana. Taratibu ya askari kila kitu shirikisha. Sawa. Ila ukiangalia mtandaoni yule bwana simu yake tuliungana naye. Naona yuko huko. Sasa ndio maana nikakwambia bwana unisaidie kwa hilo.
Ndio afande. Nimewasili tangu jana. Sawa. Naona kuna ndio sasa hivi naingia simu ya IGP naiona hapa. Kwa hiyo sawa, mimi najiandaa. Nafikiri kesho safari inaanza kuelekea Tanga kwa ajili ya swala la upelelezi juu ya ile kesi. Ndio naona ya IGP anapiga hapo kwenye simu. Ngoja nipokee na ngeni afu ndakupigia. Sawa, haina shida. Ndakupa mrejesho, lakini safari rasmi naingia kesho mkoani Tanga. Kwa ajili ya ile kesi ya madini ile. Asante. Kaleti hao jamaa. Wanatanda tu vichwani sasa. Kila kitu nakutegemea wewe mwanangu, ana usiniangushe. Basi sawa, mimi nitaonana nao. Tutaongea nao. Lakini pesa ipo. Vipi babu? Mama baki. Babu, mbona umechelewa sana? Ni babu, asubuhi nimeamka nimechoka ila nikasema hata ngoja niende nikatungue nazi kwa sababu babu tumeahidiana toka nimtungue nazi zake. Hivyo ndo nimekuja. Sasa ndio umekuja umechelewa. Tatizo lako wewe ni uvivu. Kila ninachokuambia wewe unakuwa mvivu. Kwa nini lakini mjukuu wangu? Hamna, sio uvivu. Wewe ni uvivu. Nafanya sana kazi, mazoezi, si unajua ndio maana yani mazoezi mengi sana, ndio maana asubuhi nikiamka nimechoka, lakini mimi sio mvivu. Sasa mazoezi ndio unapata nguvu, mwili unakuwa kamili. Sasa ukifanya mazoezi asubuhi na jioni, ukifanya mazoezi unachoka. Huyu ni unachoka kwa sababu yale mazoezi viungo ile, ndio maana unachoka hivyo. Kesho mimi nitakutungulia babu. Najua wewe unakuwa mvivu sana. Lakini sasa ninachokiona, tuachane na habari ya nazi. Umesikia? Nataka twende nyumbani nikakupe barua yangu upeleke Masimbani kwa mwenyekiti. Hiyo barua ndio upeleke kwa mwenyekiti kule. Sawa, lakini au unataka barabarani. Barabarani kuna nini? Barabarani babu, barabarani. Kuna watu sijaelewa. Mshahara watu sijui majangili yale. Halo babu bwana, barabarani bwana, mimi naogopa kupeleka peke yangu. Sasa majangili anakutafuta wewe. Majangili, maana majangili ni watu ambaye wahitaji. Wanalinda mali za serikali, wanyama. Majangili. Hayo ndio majangili. Kwa sababu awe na upinde, awe na mtego, awe na bunduki. Ukiwaua wanyama wa serikali, wewe ndio unaitwa jangili. Sasa wewe unaogopa wanakutafuta wewe? Hapo nimekuelewa. Yaani hapo nimekuelewa. Majangili wawinda nyara za serikali, mali za serikali. Ina maana wale si wasomi. Huwezi kuwa jangili bila kusoma. Huyu babu sijui namna gani sijui. Kwani vipi wewe? Jangili anakuwa msomi toka lini? Jangili ili mradi wewe ukikuta mnyama unampiga, unachinja. Unaona? Basi wewe unasema msomi tena? Sawa babu, nimekuelewa. Nifanye yameisha. Twende nyumbani ukachukue nini? Barua. Hiyo barua? Eh. Lakini kishingo upande bwana babu da.
Mjanja sana. Inabidi mtumie akili sana. Kamata. Ndio. Okay. Thank you very much. Haya, nakutakia kazi njema basi. Wewe uwe makini sana, uwe makini sana. Oya wana. Kama nilivyokueleza. Kuna mchongo umetokea. Kuna mwana ambaye singi tuko pamoja. Sekondari tuko pamoja. Kwa hiyo ni mwanangu hivi. Kwa hiyo kuna jambo amelifanya. Amechukua mzigo. Siku gani? Madini kwa bosi. Kwa hiyo sasa ninachotaka mimi tumlinde yeye na tuhakikishe yeye yuko salama. Maana kuna watu watamfuatilia. Haina shida. Hapo umefika. Wakati sio vioni. Ndio. Hakuharibiki kitu. Kikubwa tu. Je, ni kweli? Ondoeni shaka. Ondoeni shaka kabisa. Kuhusu huyu jamaa. Sababu sio kaita uaminifu kwake. Alafu baadaye anatuchinchia. Hapana. Sitamchinchia kuliko yeye. Mzee wa kazi. Ndio. Sisi tumekuelewa. Na mpaka tunafika hapa, jamaa tumekusamini kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu ni mwanetu na tunakuelewa. Ila sasa hii show si tuweza tukaicheza vizuri tu bila adabu, ila awe mwaminifu, kwa sababu uaminifu ndio kwa kila kitu. Yaani shaka toa kabisa shaka. Mizinguo ina maana kwamba tunamchenchia. Hakuna wasiwasi. Yaani hakuna mjadala mwingine. Kwa hivyo kwa awe take care. Yes. Peke zipo peke. Hizo sio za kuuliza. Sababisha mpaka naimba nyimbo kwa sababu yako. Sema nakupenda kweli wewe. Sema nakutaka ni wewe. Sema nakupenda. Mwambie babu. Vipi babu? Baba hadi. Salamu mjukuu wangu. Mbona nimekuja mjukuu wangu nyumbani kwako kule tumeagana twende shamba, lakini napita kule nakuta mlango mfuli. Vipi? Tatizo nini? Babu jana hatujaelewana.
Ulivyosema kwamba asubuhi twende shamba, mimi moja kwa moja Ndio. nilivyoamka tu nikanyosha na njia shamba. Nilivyoenda shamba, babu hajafika. Nimemtafuta babu, nimemsubiri babu, bado hajafika. Majembe sijui yako wapi. Nikatafuta majembe, nikazunguka mpaka kwenye mwembe pale. Najua labda kaficha kwenye mwembe majembe. Sijayaona. Nifanyeje? Mimi nimerudi. Sasa hivi unavyoona mimi natoka shamba. Bwana mjukuu wangu, huu habari ya kuzurura huku achana nayo, kwa sababu sisi tulaidiana kwamba twende shamba ni kupitie nyumbani kwako, lakini nimekupitia nyumbani kwako nimekukosa. Sasa nimekuja hapa na waza, wewe mjukuu kaenda wapi? Unakuja unaimba tatizo nini? Hapo imefanyika kosa, yani kama hatujaelewana. Hapo hatujaelewana. Lakini kama kweli ningekuelewa, basi mimi ningekusubiri nyumbani pale. Lakini nilipoenda shamba moja kwa moja, najua tunakutana shamba. Lakini uelewe, ujue hivi sasa utakuja kuwa na majukumu. Natambua. Sasa utakapokuja kuwa na majukumu, hii hali ya kuzurura hii haitaendana na majukumu hayo. Utatakiwa uwe na familia, uijenge familia yako vizuri. Hapo wewe mwenyewe unajikuta uko peke yako, lakini utakuja kutaka kuoa. Utakapooa unakuwa na majukumu. Hilo halina shaka. Yaani kwa hilo. Kwa hilo mzee halina shaka kabisa. Yaani usiwe na hofu yani kuhusu familia nini. Mimi niko vizuri. Mimi niko vizuri. Hilo ondoa shaka baba. Ndio. Hilo ondoa shaka. Hello Mr. Uliza. Mr. Uliza. Najua kwamba umefika hapa kijijini. Acha kunifuatilia. Nilikuwa naziona lakini sitaki kupokea simu yako. Nimechoka kusindikiza watu kwenye utajiri, mimi nikabaki kuwa fukara. Acha kunifuatilia. Na yoyote alikopo mbele yako, mimi halali yangu. Na nitakuwa kama jina lako. Unajua leo kama kuna siku ya tatu hivi. Haya. Kuna gari nyeupe naiona. Gari nyeupe. Gari ile nyeupe imesimama. Alafu inasimama muda mrefu lakini anayeshuka simuoni. Sikiliza mjukuu wangu. Hizi gari mbona zinapita nyingi? Hii utachangaje ile gari? Nyeupe. Wako watu wanakuja wawekezaji. Wanakuja kununua mashamba. Unaona? Sasa wewe unachanganya ile gari imekaa pale, haina muda mrefu. Bana hizo habari. Babu. Uwekezaji sawa uwekezaji. Lakini yani ujue na bahati nayo. Na bahati nayo sana. Yani naiona kama siku ya tatu kila siku. Naiona inakuja inakuja naiangalia alafu imesimama. Labda kuna mtu anashuka. Kuangalia hivi hamna mtu anayeshuka. Yaani hata nikisema nusu saa mtu anayeshuka simuoni. Hashuki mtu. Sasa babu uwekezaji gani huu? Hizo habari bwana achana nazo. Wewe unatakiwa hivi sasa uwe na majukumu.
mishe ubishi ufanye. Bishi gani babu? Sawa. Wewe unazingua wewe. Acha mapepe. Wewe unajua kwamba ile gari ndio inatutafuta mwanangu. Najua ule msala. Alafu unataka kujitokeza kila siku. Unakuambishi mwanangu hata. Mambo yenyewe hatari unajua. Neno sawa, tupani kitu gani babu? Angalia mwanangu. Acha kuogopa blaza, acha kumchalazia. Wewe ukiendelea na ubishi nini mimi nakukacha. Hamna blaza, simkacha wani. Sawa. Bosi nikacha. Kwa sababu kwenye mishe itakiwa ubishi. Mimi nitakuelewa. Sijui umenielewa? Nishakuelewa. Yaani ukizingua mimi nakuzingua. Bibi. Mjukuu wangu. Bwana, mimi naona kama babu ananipotezea sana yani. Anakupotezea? Ananipotezea sana. Namwambia vitu vingi, mambo mengi sana namwambia, alafu yeye ananitolea hapa, yani kwa pani. Hapo gani mjukuu wangu? Bwana bibi bwana, kwa siku moja nimetembea nikaona vijana wasioeleweka. Yaani hawajulikani yani. Nikaangalia wale vijana. Wale si watu wazuri. Hawaeleweki yani. Yaani vijana hawaeleweki. Nikaenda nikamwambia baba. Ni majini au ni binadamu kama sisi? Ni binadamu kama sisi. Wamevaa nguo nzuri tu. Lakini hawajulikani, yani hawatambuliki. Mimi nilipoangalia tu ile mijangili ile. Ile mjitu ni mijangili kabisa yani. Lakini kuna siku babu yako alinidodosea sijui kuna watu sijui kuna nini, mjukuu wako pia kajiunga huko. Sasa sijui kajiunga na nini. Mimi sijiunga na chochote kile. Yani mimi nipo ila kuna kitu kingine. Gari limefanyaje? Gari bibi, gari. Yani kuna siku moja nimeenda nimekuta gari imepaki, imesimama. Nikaangalia ile gari nikasubiria. Ile gari mbona imesimama muda mrefu alafu mtu hashuki? Yaani kachungulia hivi hakuna mtu anayeshuka. Siku ya pili yake ile gari ikanipita barabara Masembani. Mwendo wake huo. Yaani vumbi tu. Ila yule mtu anaendesha sijamuona. Yule mtu anaendesha mimi sijamuona. Sijajua kama yule mtu ni nani, lakini ile gari inapita sana kwenye kijiji. Hivi wewe ni akili yako au ni akili ya bangi? Bwana, hiyo mimi itakuwa vyote. Ila ipo siku ambao itakuja kuatokea puani ndio mtakuja kujua kwamba ni akili yangu au akili ya bangi. Bwana Mtani. Wewe sisi niko kwenye fungu gani? Ndio. Yule askari ndio kwambia. Ndio. Mpelelezi wa kesi. Ndio. Ameshafika. Alafu yule jambo ungechelewesha. Ndio. Uliponiambia yule mtu shamba dalili zake umeziona. Ndio. Nilikufananisha na yule mtu umeshamuona. Ndio. Sasa yule askari anakuja na yuko peke yake. Ndio. Sababu kazi yake anafanya peke yake. Ndio. Ila naomba ushirikiano uendelee. Ndio. Ushirikiano uendelee kama ulivyopanga. Unasikia? Kwanza umefanya vizuri. Kwanza yani imekuwa kama wewe majaliwa. Umeona Kasimu. Yani ulipokuja moja kwa moja ukakutana na mimi. Umeona? Na mimi vile ni kiongozi tukaenda katika mtiririko uliokamilika. Umeona? Ungekurupuka kidogo ungepata matatizo, ungepata shida. Sasa wakija mimi nitawadirect moja kwa moja na vijana wangu pale kituoni. Yani tutamnasa mzee, mimi niko vizuri, na ndio maana usinione hivi. Hata kule jeshini ujue na nafasi yangu. Ndio maana mimi unaponiona niko kwenye siasa hivi, usije ukaona hapa huku usinamwona Mama Samia Suluhu, huku usinamwona huyu waziri, huyu rais. Kuna maana mimi niko vizuri hasa katika mipango yote. Tena ndio maana akasemaje, wewe Mtani kama Mungu kakuelekeza tu kwangu. Mimi mzee niko vizuri. Nimebana tu. Unajua mimi katibu mwenezi wa chama. Yaani sisi ndio wale mangwe wenyewe. Yaani wewe unapuuzia maneno anayekwambia mjukuu wako. Una maneno anayokuambia mjukuu wako.
kuhusu watu waliokutana nao njiani asiyewajua. Kuna gari aliloliona limesimama. Hilo gari halijui. Wala dereva hakumuona. Kuna siku anaenda na njia Masimbani. Kakutana na hao watu. Watu hao hakuwaelewa. Anapita punde si punde kuna gari linapita mbio. Hilo gari hakulielewa linafanya nini wala linataka nini. Unanielewa? Ndio nakwenda. Lakini mtoto amekuja kukuambia wewe umelipuuzia. Ukiwa wewe ni mwenyekiti wa serikali za mitaa. Sijalipuuzia. Ila alichonieleza mimi. Ni kweli alinieleza. Lakini alichonieleza mimi nilimtuma barua mimi apeleke Masimbani. Kwa mwenyekiti wa kijiji cha Masimbani. Kufika yeye akanambia bwana babu mimi kule naogopa. Nimekwenda lakini nimekutana na watu ambaye majangili. Mimi nikamtoa wasiwasi kwamba majangili maana yake ni watu wanaua wanyama wa serikali bila kibali. Sasa baada ya kumuelewesha vile wale majangili ni watu wanaua wanyama wa serikali, yeye akasemaje majangili wale wasomi. Nikamwambia bwana hakuna kitu cha kusoma katika ujangili. Ujangili ni muuaji ili apate nyama, aibe mali za serikali. Sawa mume wangu nimekuelewa. Afande. Nashukuru kwa ujio wako. Na nashukuru kuja kwa wakati. Mwingine na ukikawa na kazi yako. Ila huyo kijana muangalie sana. Wakati naanza kufanya naye kazi alikuwa na matatizo mengi sana, nikamsaidia sana kutosha. Nilipoanza naye biashara kazi nilipeleka mafunzo, akajifunza kwa sababu mimi kunilinda. Usimwachie hapa, tumuachie muda acheze na hapa, anaweza kukutana na vijana wengi wenzio wakaungana wakaunda kikundi kibaya. Sasa lingine afande, nishirikiane sana kwa wapesi. Alafu natakiwa muda gani tutatumia hili swala, kwa sababu tutatumia muda mchache sana, kwa sababu asije akafanya mipango kwenda kuyauza. Yaani alivyokuambia mjukuu wako, naomba ufuatilie ngazi hadi ngazi, ili ujue hawa ni watu wema au sio wema. Ujue lile gari ni jema au sio jema. Lakini utakapolipuuzia utahatarisha wananchi wako na sisi wenyewe. La, wewe kama ukiwa ni kiongozi wa serikali za mitaa, unafuatilia ngazi za juu. Utakapochunguza, utakapoona limekamilika au utakapochunguza limekushinda, unachukua ngazi za juu mpaka ujue wale wamefuata nini kijijini. Kwanza nikushukuru sana. Nikushukuru kwa sababu umeniamini, na mimi pia niseme kwamba kwa sababu umekuwa muda mwingi kufanya kazi na mimi, na nimekuwa ni mtu mmoja mzuri sana katika maisha yako ya usalama, hasa kwenye kufanya escorting kipindi ambacho unapeleka biashara zako za madini. Tumefanya kazi muda mrefu, kwa sababu zinanipelekea mimi kusema kwamba natakiwa nitoe ushirikiano kwenye jambo lako hili. Ndio maana uliponiambia tu kwamba kuna 1, 2 na 3, nikaona vizuri tuweze kushirikiana. Na ndio maana hichi kijiji hadi sasa hivi ninavyozungumza na wewe, nimetembelea karibuni kata nzima. Nimeshazunguka. Kwanza mara ya kwanza nimezunguka kata nzima kuona kwa mazingira yako vipi. Na licha ya hivyo pia nashukuru nimepata ushirikiano kwa huyu mwenyeji wako kunipatia pa kufikia na kufanya shughuli vizuri. Sasa nikikwambia kwamba nini tunampata, nitakuwa siko professional katika kazi yako, kwa sababu pia sisi jeshi la polisi tuna taratibu zetu. Tunafanya research, tunafanya mission, baadaye ndo tunaattack. Kwa hiyo wewe niachie mimi, nitajua ni cha kufanya, na kwa sababu tayari tumeshashirikiana na jeshi la polisi la hapa kwenye hii kata nzima, kila kitu kitakwenda vizuri kabisa. Yaani shaka ondoa jambo hilo mzee wangu.
kwa tita ono kunelea bea ko jamani nikitinka. Salama tu, vipi hali? Salama tu mzima. Bema. Hapo kijiji hiki hakuna watu wageni wanaofika. Kijiji hiki? Sijaona wageni. Wazo hakuna mgeni mimi naona ni wewe. Peke yako. Ni wewe peke yako. Haina kana neema. Hii naomba nikuulize. Unatokea wapi? Mimi sio mgeni sana. Ila Saikoti ne. hapa wanauliza watu wageni kama watu wageni. Wanakaribishwa kwa urahisi hapa. Nataka nigundue hilo. Hapa kuna sehemu wanauza nyama choma. Zipo wanauza nyama choma. Na mimi hapa vile nauza nyama choma. Ndio nauza nyama choma. Hapa mnatumia kilimo gani? Manini? Mahindi, mhogo. Lakini naomba nikuulize, mbona una maswali mengi wewe? Kuja mgeni. Shamba la kama eka samani. Mimi ni mwekezaji. Kama kina ukame sana. Mimi nenda zangu shamba. Sasa kwa hiyo wewe utaangalia, utauliza wengine kuingia utakao uza. Mimi natoka zangu. Jamani. Kama vipi? Habari yako? Nzuri. Sasa hivi. Kama habari yako? Safi. Unaonekana mkulima sana. Mimi mkulima kwa sababu kati kijijini hapa kazi yangu ni kilimo. Mimi bwana hapa ni mgeni. Na shida moja. Ndio na mwanangu. Mwanangu anaitwa Isike. Isike. Mwanao. Kanya kwa tita ono kunelea bea ko jamani nikitinka. Mwanao siku hizi mambo ya kutafutana kwenye simu, kwenye mitandao. Tafuta kwenye simu, unamtafuta mwanao. Wewe mwanao unamtafuta, unaulizia watu. Kweli inakuja hivi? Sasa hilo ndio. Angalia. Mwanangu. Zeza saizi. Nzuri, habari yako? Salama bwana. Shalom. Habari gani? Salama. Naona unatokea shamba. Natokea shamba. Ndio majukumu ya dunia. Sasa mzee, naomba unisaidie jembe maana tumbo linanisumbua sana. Saidie jembe? Niende nikajisaidie. Kwanza wewe ni nani na unatokea wapi? Lakini busara kwanza ungenisaidia jembe, niende nikajisaidie, nikitoka huku sasa nitakufahamisha mimi ni nani. Sawa. Nenda kajisaidie, lakini unahakikisha kisha jisaidia unafikia vizuri. Kwa sababu sisi huko hatutaki chafu. Si unaweza ukaingia popote? Unaingia popote.
Hapo umefikia nini? Mzee, rudi nyuma mara moja, unielewe. Nimekwambia rudi nyuma mara moja. Vipi mume wangu? Nikwambie, leo nitaka kufa. Unataka kufa? Ndio. Kisha kwa kinataka kuua kitu gani? Mimi natoka shamba. Nilipokuwa natoka shamba, nikakutana na kijana mmoja mweusi. Kavaa miwani myeusi, ana mindevu. Ananiambia, "Baba, naomba unisaidie jembe." Nende nikajisaidie. Nikaona hali ya kijijini hapa kwenda ovyo ovyo mapolini sisi hatutaki. Ndio. Chukua jembe mwanangu kajisaidie. Lakini nikaona huyu koja, nikamfuatilia nyuma nyuma. Nikamfuatilia nyuma nyuma. Bwana anafukia begi. Begi? Begi lile analolifukia. Unaona? Sasa mimi nikaona kwamba kuna anafukia begi na baki na changa. Bwana sikaniona bwana. Kanitolea bunduki. Basi itakuwa ni hao watakuwa majambazi. Tushaingiliwa sasa. Tutakwendea wapi? Na mumeo anafanya kazi serikalini. Je, muulize. Unayoongea yananiingia akilini kidogo kidogo, kwa sababu hata mjukuu wangu kuna mambo alikuja kutuambia. Sisi tulimfanya mvuta ndumu, tukafanya mvuta bangi, tukayapuuzia kabisa. Na hata mme wangu aliambiwa na mjukuu wake, babu kuna 1 2 3, lakini babu yake alipuuzia kwa ajili mjukuu wangu yule ni mvuta bangi sana, hatumtii katika manani kabisa, akilini haisi. Bunduki? Kakuja bunduki? Bwana, aambia rudi nyuma. Sasa mimi sijajiandaa kaifatua. Nimeanguka mweleka. Kuanguka mweleka tayari. Nafikia hapa na shika. Inuka. Mimi ni askari. Unaona? Acha kusaidia askari. Pole mume wangu. Basi nitasaidia askari. Usaidia askari. Tukaenda askari pale. Na yeye anakuja. Wacha. Hapa kijijini kumeingia matatizo. Nikiwa mimi mwenyekiti wa kijiji lazima tuyafanyie kazi haya. Pole mume wangu. Yani hivi jitu au watu kama lile la katikati. Kuna sigara. Najua ameshafika mwanangu. Ile show ile. Sijavunjika. Kaingia Ronaldo kati pale. Hadi mwenyewe mguu sijavunjika, nacheza kabisa. Ronaldo kichwa namba 6, kichwa namba 7. Sasa hivi Ronaldo atoka sio 7 ile 6. Mzee, tusije tukabadilikiana. Haubadiliki? Nyie muaminiki bwana. Mpango mzima. Ndio mimi si jamani nipo naye. Nyinyi mnakuwaga muaminiki wazee. Unajua hata tunategemea hizo hela tuzipate.
Kwa hiyo sasa kwa hiyo sasa uje basi tuonane, tujue hiyo mikakati tunaipanga vipi. Basi mimi nipo pale pale, tutaonana. Kwanza shikamoo. Marhaba, jambo babu. Mimi nashukuru. Karibu sana. Asante. Nilipopokea simu yako ya wito na mimi nikasema ni vizuri kabla sijaingia kwenye majukumu yangu ya kila siku tuonane kwanza. Ni sawa kabisa. Kata yetu haiko amani. Hakuna amani kwenye kata. Sawa. Vijiji vyote vinaripoti kwamba kuna watu ambao hawaeleweki katika kata hii. Wanazunguka hatuelewi, lakini nafikiri kwamba ninyi kama askari na kama askari wapelelezi, nafikiri hili mnalijua, na kama mnalijua ndio pale tunapata kujua mmefikia wapi katika upelelezi wenu na uchunguzi ambao mnafanya katika kata hii. Kwa sababu hilo jambo tayari tumeshalimalizaga kulizungumzia na tumeshaanza hatua ya kwanza. Mimi niseme tu kwamba hatua ya pili na yenyewe iko karibu kuisha. Hata hivi ninavyozungumza na wewe tayari tumeshafanya research ya kutosha, yani ile investigative information inakuja vizuri kwa sababu tayari tumeingia maeneo mengi ambayo yanawahusu hao watu. Kwa hiyo nyinyi kweni na amani, kwa sababu hatua za mission yetu tayari tumeshafika. Kwa sababu hiyo nataka kusema kwamba tumebakisha hatua chache za kukamilisha upelelezi huu ili tutengeneze taarifa zilizokuwa rasmi, tuongeze jeshi la polisi, tuongeze nguvu ya kuataki hao watu. Kwa hiyo mimi napenda kusema kwamba watu wawe na amani. Tunatumia trick ili tusije tukawadumbukiza wanakijiji kwenye matatizo ya hawa watu wenye visasi, kwa sababu hii kesi ni watu wawili wenye visasi. Kinachotafutwa hapa ni amani ya kutafuta haki katika kila mmoja. Au bwana mimi sikuelewi bwana. Mbona naambia kweli kabisa? Yaani hiyo ni kweli. Bwana babu bwana mimi sikuamini bwana. Eti sema. Ongea nikusikilize unasemaje? Mbia ile. Nusura niondoke. Tola. Ngoja kwanza. Babu umevuta bange. Babu, hizi bange, haki ya Mungu bange. We, kakutolea nini? Bunduki. Bunduki. Kakutolea bunduki. Katolea bunduki. Hapa. Babu, sikiliza. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Kila siku unaniambia mimi eti bange. Sawa. Sisi tunaacha tuvute bange kwa sababu vijana. Wewe hapo ulipo ushazoeka bange zinakuchanganya babu. Sasa wewe shamba na bastola sijui bunduki sijui nini. Wapi na wapi? Huyo mtu kwanza katokea wapi? Mpaka wewe akupige bunduki eti pa, alafu ukisikia pa, tayari shakupiga. Hilo kofi hilo. Wewe. Hilo kofi. Ndio kama tulivyoongea kwenye simu. Wewe ndio mheshimiwa wetu. Usije ukatugeuka. Swala la pesa hili. Hakuna kugeukana, mali ipo mnayo, na mimi ndio ambaye ndio katibu kata. Maaskari wale wote wako kwangu, wanakuja kwangu na wahoji. Kwa maana hiyo ninachotakiwa hapo ni nyinyi leteni mali mimi nikauze, alafu tunagawana pasu kwa pasu. Sawa, mimi sina wasiwasi. Na vijana wangu pia wana wasiwasi, na jamaa hana wasiwasi. Ila sasa wewe ulivyosema kwamba tulete huo mzigo utaenda kuuza Dar es Salaam. Na mwenyewe yule alitaka mteja aletwe hapa aje kununua hapa. Ili mradi pesa ipatikane. Basi sawa, nitaupeleka huo ujumbe. Peleka bwana. Naamini anakubali. Hayo hamna tatizo. Ndio anaingia akilini sasa. Jana mume wangu kipindi anatoka shamba. Kafukuzwa na mtu asiyemwelewa. Wasema kweli? Na kushikiwa bunduki. Hai mpaka nakuja tunakumbatia. Jamani mtihani. Yale anazungumza itakuwa kweli.
nimekutana na jibaba hilo. Lakini sasa sielewi. Nikaniuliza maswali mimi nikamwangalia nikatimwa zangu. Kaona hili lisije likawa jangili. Mtihani. Ndugu katibu kata. Naam. Nimekuja kwako kutokana na changamoto zilizopo katika kijiji changu. Kama vipi? Changamoto hizo bwana, kuna watu ambaye siwaelewi katika hiki kijiji, lakini nimejaribu kukaa na viongozi wenzangu katika kijiji kile, lakini siwaelewi hasa Makumkumu. Naona kama yupo katika upande ambaye wa wale jamaa, simuelewi bwana. Asante kwa taarifa yako. Ni kweli hayo uliyoyazungumza. Katika kata hii kuna taarifa ambazo za watu ambao sio watu wazuri kama majambazi, na kama ni watu ambao sio wazuri kama majambazi, sisi tushaleta maaskari kwa ajili ya kufuatilia swala hilo ambalo unalizungumzia wewe katika kata hii. Ndio. Kwa maana hiyo kuwa na amani. Ndio sasa inakuja picha. Kumbe ndio maana siku ile baada ya kutaka kupigwa bunduki akatokea jamaa anasema kuwa na amani, mimi ni askari, usiwe na wasiwasi. Basi wewe poa, isipokuwa tufanye ushirikiano. Lolote utakalokuwa umeligundua huko, liwe jema liwe baya, basi ulilete hapa katika ofisi yangu ya katibu kata. Mashikaji, Mapengo kaja. Kaja kutoa mchongo au si sawa. Kana ndugu yake huko kapiga mzigo madini. Kapiga mzigo madini. Katoroka huko kwenye. Sawa. Lengo la Mapengo kwamba anataka jamaa tupe kampani. Sheria mwanangu, tupe kampani. Vipi sasa? Serious huyo Mapengo yuko serious mwanangu, serious. Kama unapomuona pale alikuwa mchongo yule yuko serious baba. Unajua huu mchongo wa hatari. Na hii michongo tunaicheza na tunaweza tukaicheza na jambo lako likaenda sawa. Likaenda sawa. Ndio tunauza roho. Lakini ukiangalia yule Mapengo sio mgaigai. Mapengo mjanja mwanangu, Mapengo mjanja sana yule. Wasikizeni yule mwana, lakini mjanja sana. Kwa tumwangalie juu ya hii issue, tunaweza tukaicheza sawa, lakini sasa yule mjanja tunafanyaje juu ya bwana vipi? Bila cha muhimu. Ile tatizo la ulinzi tushakamilisha. Safi. Shamba gani? Jana tunajua wako kamili. Sasa. Mimi nawaamini sana. Sasa tunafanya
Naam mjomba. Mimi bwana nimekuita hapa. Unajua toka nilipokuja siku mbili hizi, majukumu yamekuwa ni mengi. Mambo mengi mjomba, mambo mengi sana. Lengo la kutafuta leo ndugu yangu. Unajua toka nilipokuja kweli, na toka nilipokuja kusema ukweli, yani mazingira ya bibi yako na babu yako siyaelewi kifupi. Yani ni watu ambao wanaishi kwenye wasiwasi sana. Sasa hapa nimekuja kwako kuipeleleza hii wasiwasi yao inaletwa na nini? Mimi niko nauliza kitu kimoja. Ndio. Una mume au? Mimi nilikuwa na mume nikaachika. Nilikuwa Dar es Salaam, nilikuwa na biashara zangu. Mimi ni mjasiriamali ya vitega uchumi kama hivi hapa. Sasa niko huko kijijini kwetu. Kama siku ile ulivyokuta kule, ukaniambia kwamba hapa pana naweza nikapata mashamba, naweza nikafanya nini? Nikakwambia sawa, naweza kupata shamba. Lakini sasa sisi ni watu wa kijijini hapa. Kwa hiyo kama umenihitaji mimi, shukrani kwako. Sawa. Hilo mjomba, ngoja nikwambie. Sijui kuna changamoto sijui nini. Changamoto iliyoko hapa bwana. Kuna siku moja nilimwambia babu, hata bibi nilimwambia kwamba kuna watu wamekuja katika kijiji sielewi. Kwa babu, wewe unachukuliaje? Babu akaniona confused. It's not battery low. Charge imeisha. Yaani sina akili. Ndio maana yake. Kama chaji akili zimeisha kwenye kichwa changu, babu akanipuuzia. Lakini ili swala kiukweli mimi ndio kwanza kuligundua. Nadhani ombi langu limelikubaliwa sasa. Na changamoto zingine zitaendelea. Ila sasa kuna kitu kimoja naitaka niseme. Ila ili nitalizungumza baadaye. Sasa kubaliana. Nikwambia sosi kubwa ya kujia hapa. Lakini mandhari hapa nimeipenda sana. Sawa, kama umeipenda. Unaona. Mimi ninakaa Dar es Salaam. Sawa. Ni mfanya biashara wa madini. Nimekuja hapa na mashamba, lazima uwe na mashamba. Unaona. Kwanza nakukatisha samahani. Hili gari ni la kwako? Hii gari ya kijana wangu. Naona ndio anaendesha hivi. Sasa. Naona mimi nitakuwa na gari ndogo kama hii. Sitembea na gari kama hii. Mbona sema? Nimekuja nina dharura tu, ndio maana nakwambia nitakwambia baadaye. Siwezi kukaa na gari ndogo kama hivi, hapa napata shida sana. Sasa kingine nikwambia, ushakuwa mpenzi wangu sasa hivi au mchumba. Nataka unifahamishe wazazi. Unifahamishe wazazi wako na mimi niwafahamu, nioe kwa wakati, nijue nina mke wangu. Mimi nina mke wangu Dar es Salaam, nimeoa. Na mke wangu Dar es Salaam mmoja, na watoto wengine wako chuo. Sasa wengine wa bunge. Sasa ila hapa Unaelewa ndugu yangu? Kuelewa. Mimi nikutakia siku njema. Ila sawa. Mjomba, sasa hapo unajua nini? Ukae chini na wazazi wako. Kwa sababu mimi sielewi, lakini wewe kaa chini, ukiongea nao vizuri watakuelewa. Haraka. Haina shida. Mimi nikalala na usingizi hapo. Kwa majina naitwa Stella. Sijui mwenzangu utakuwa unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Nurubani. Nurubani. Oh wow. Una jina zuri. Asante. Asa dadangu, mimi ni mgeni kwenye hiki kijiji. Nimefikia kwa dadangu ambaye ni mwalimu. Kwa hiyo sina rafiki. Mara nyingi huwa nakuona unapita hivi. Nimekaa kila nikikuona, yani ninavutiwa yani wewe rafiki yangu. Kwa dada, ujio wangu kwa rafiki. Sawa, lakini mimi naona sifanani kuwa na urafiki na wewe kwa sababu wewe unaonekana ni wa mjini sana. Mke wangu. Mwanangu. Nimewaita kuna swala moja ambaye linanisumbua kichwani mwangu, hili la majambazi walioingia katika kijiji changu cha kijiji.
Nadhani mke wangu hili unalifahamu. Nishawahi kukwambia na nishawahi kukimbia kukwambia mimi nataka kufa kwa sababu ya Sawa. Kwa hiyo nimewaita ili mnishauri nifanye nini. Yasikia mwana? Mimi nadhani swala hili mzee wangu limeshafika mahali pabaya sasa sana, kwa sababu ukiangalia kama watu tayari wameshatuma hadi majambazi kufuatilia mzee wangu, tayari maisha yako yako kwenye laana. Mimi ushauri wangu bwana, mimi naona wewe uandike barua ya kujiuzulu, uachane kabisa na huu uongozi. Kweli kabisa. Kwa sababu wewe ndio tegemezi letu. Na wewe ndio kila kitu baba. Sasa kama leo hii ni kweli wanakijiji wote wanaangalia wewe. Lakini kama utaendelea kukaa kwenye hii nafasi, wanakijiji lazima wataendelea kukufosi wewe uanze kuwafuatilia hawa watu. Hivyo uone kwamba maisha yako bado utaendelea kuweka hatarini. Hiyo ni kweli. Hivi sasa ndio niko hatarini kabisa. Kwa hiyo kwa ushauri wenu mimi nimekubaliana na nyinyi, nitaandika barua ya kujiuzulu, wala msio na shaka. Mke wangu. Mume wangu. Mwanangu. Mimi naombeni kwamba mimi nitaandika barua ya kujiuzulu. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Mwanangu, mimi nimekubaliana na huo ushauri wako. Babako andike barua ya kujiuzulu. Hata mimi nashukuru sana kwa sababu kwanza utambue kitu kimoja baba. Ndio. Yaani wewe ndio tegemezi letu. Sana. Yaani wewe ndio kila kitu. Alafu kinachoniuma zaidi sasa, mimi sina makazi hapa. Niko sehemu nyingine tofauti. Uko mbali na sisi. Sasa ukiangalia kama mtakuja kuvamiwa, hakuna mtetezi wowote, itakuwaje? Na mimi hata huko niliko nitaishi nitakuwa na wasiwasi sana. Utakosa. Kwa hiyo katika hilo mzee wangu naomba ufuatilie kwa haraka, achana kabisa na hayo. Kwa ushauri huu mimi naona ni bora zaidi. Umenisikia? Umekusikia mume wangu. Ni bora uachane nalo kwa sababu utahatarisha maisha yako na maisha yetu pia sisi familia yako. Sawa. Naona yako hatarini. Zinaniweka mimi mazingira magumu. Hivyo kutokana na kadiri mnavyopeleka taarifa kwa wakubwa wangu, hasa huyu katibu kata. Lakini huyu katibu kata hana ushirikiano na mimi, simuelewi. Kwa hiyo natamani hata kujiuzulu katika wadhifa huu ili kuepusha nafsi yangu nisije nikapatwa na madhara makubwa. Hapana mzee. Usijiuzuru. Nasema hivyo kwa sababu unaweza ukaona kama unachokifanya ni sahihi, lakini kuna watu wanakutegemea. Kuna watu wanafikiri juu yako mema, na kuna watu wanaamini juu yako, na wewe unafanyika kuwa ni sauti ya utetezi kwa wanyonge. Kwa hivyo usijiuzuru. Nasema hayo kwa sababu hapo ulipo una nafasi kubwa sana, japo najua upo hatarini, upo kwenye mazingira gani. Swala la huyu katibu kata, hata mimi kwenye kichwa changu tayari limeshaanza kufanya kugonga alarm. Ndio. Lakini nataka nikwambie kitu mzee wangu. Mwasi ni mwasi tu. Hajarishi atakuja kwa sura gani, hajarishi anatokea wapi. Kwa sababu hata shetani kabla ya kuwa shetani aliwahi kuwa Lucifer, malaika aliyopewa nafasi kubwa sana na Mwenyezi Mungu. Malaika ambaye alipewa mamlaka makubwa sana na Mungu katika uumbaji wake. Lakini siku moja aliasi, na ndio maana akaitwa shetani, sio tena Lucifer. Hii inanifundisha kwamba mwasi anatokea kwenye mazingira ya aina yoyote. Kama Lucifer aliasi kwenye nafasi ya Mungu,
vipi kwenye serikali zetu za kidunia, watu wanaasi sana. Lakini nataka niseme jambo la msingi, mzee wangu, usijiuzuru, kwa sababu wako watu wanakutegemea, wako watu wanahitaji msaada wako, na tayari wewe ushakuwa ni sauti ya wanyonge. Nataka nikutie moyo kwamba tuko pamoja. Nitahakikisha katika kila hatua ni pamoja na wewe, kwa sababu kama kuna waasi au watu wabaya, lakini hawakosekani watu wema wenye moyo wa upendo na kuitumikia serikali. Ndio maana niliwahi kuokoa maisha yako, si kwamba Poisika alipotaka kukuua. Nitashukuru sana ikiwa hivi, na mimi niko ndio kulipambania hilo. Sawa, baadaye nakutakia siku njema mzee wangu. Asante sana. Mimi ni Kwa hiyo wewe unaendelea kufuatilia kazi zetu eh? Ina maana wewe mzee uelewe. Bana unatufuatilia michongo yetu. Nakwambia usinitishe. Wewe nini manake? Unataka matatizo. Nakwambia mara mbili. Nakwambia unataka matatizo.